Sana. Nina sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ninakualika tena siku ya leo tujifunze neno moja la msingi sana. Kwa sababu kupitia neno tunaendelea kukua na kuendelea kumfahamu Mungu zaidi. Ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo tunajifunza kumwamini Mungu hata katika mabaya, kwamba bado anayajali maisha yako. Kumwamini Mungu hata katika mabaya, bado anayajali maisha yako. Nitasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Ayubu 2. Ayubu sura ya 2 mstari ule wa 9 na wa 10. Ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Si umkufuru Mungu ukafe?" Lakini yeye akamwambia, "Wewe wanena kama wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema tu mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya?" Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Kumwamini Mungu hata katika mabaya, kwamba bado anayajali maisha yako. Inawezekana hapo ulipo unapitia mambo magumu, hata wewe mwenyewe uelewi. Unapita katika hali ngumu sana na kipindi kigumu, kiasi cha kwamba hata watu walio karibu na wewe wanaweza kushangaa hata kuona nini sasa katika maisha yako. Ikiwa wewe ni mcha Mungu au unamwabudu Mungu na unasema kwamba unaye Mungu anayeweza kukusaidia. Maneno haya yalimfika siku moja Ayubu. Mambo haya ni kweli, alipita katika vipindi vigumu sana. Baba huyu alipita katika wakati mgumu sana. Lakini tunaona moyo wake bado ulikuwa umekubali kushikamana na Mungu. Bado aliendelea kumtetea Mungu na kusimama na Mungu. Akaendelea kumwamini Mungu hata katika mabaya. Mungu bado anayajali maisha yake. Nataka tujifunze kwa mtu huyu mzuri sana ambaye mwisho na hatima yake ilikuwa ni nzuri. Neno la Mungu limesema kwamba wakati ule Ayubu alipokuwa amepata mambo mabaya mengi, kipindi cha wakati mwingine hata mke wake alibadilika. Akajaribu kumwambia, katika haya yote bado utaendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu wako na kuendelea kujionyesha na kuendelea kumtegemea na kumwamini. Si umkufuru Mungu kafe na kufa. Naonyesha jinsi ambavyo mke wa Ayubu alionekana kukelwa sana na mambo hayo ambayo Mungu alikuwa ameyaacha juu ya Ayubu. Leo tunajifunza kumwamini Mungu hata katika mabaya, bado anayajali maisha yako. Jambo la msingi namba 1 tunasema tusijiruhusu kuwa na kiburi hata kama Mungu ameachia mateso na maumivu sana. Kwa usijiruhusu. Inawezekana unapata magumu. Nataka nikutie moyo siku ya leo. Umechelewa kuolewa muda mwingi. Unahangaika, maombi ya mikesha unafanya, na zaka unatoa, unafanya mema yote. Kijaribu kuangalia katika njia zako, bado uko vizuri na hujawahi kumkosea Mungu, naona una makosa na Mungu, lakini bado mabaya unayo. Mwamini Mungu hata katika mabaya, bado anajali maisha yako. Tunataka tukumbushane siku ya leo kumwamini Mungu hata katika mabaya. Kipengele cha kwanza kimesema tusijiruhusu kuwa na kiburi. Hata kama Mungu amekuachia mateso au mabaya, basi usijiruhusu. Tunaona mwenzetu jinsi alivyomjibu mkewe baada ya kudai kwamba kwa hali iliyofikia ngemtukana tu Mungu kafa na kufa. Anajibu nini? Kwenye mstari Ayubu 2 mstari ule wa 10. Lakini yeye akamwambia, "Wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya?" Ina confirm Biblia inasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake.
Maana pamoja na mabaya hayo yote, Ayubu hakujaribu kufanya dhambi kwa midomo yake. Aliendelea kunyenyekea na kukaa kwa Mungu, kutulia kimya. Kipengele hicho kina vipengele A. Namba 1 tumesema tusiruhusu kuwa na kiburi, hata kama Mungu ametuachia mateso na maumivu sana. Lakini A, usimtukane Mungu wala usimzile Mungu. Watu wengine wanatabia kumzila Mungu, na nimechoka sana, acha kuomba. Unapungua kutoa, unapungua hata kama ni utumishi unaanza kupungua, kwa sababu Mungu hajakujali, amekuweka katika mabaya. Kumbuka ujumbe wetu ni kumwamini Mungu hata katika mabaya, bado anajali mashako. Lakini B, kumbuka huwezi kumtia Mungu hatiani. Nyenyekea. Lazima ukumbuke kwamba hatuwezi kwa vyovyote vile, hata kama ungekaa ukajadili kwa theolojia yako na mawazo yako, lazima uwe na kumbukumbu kwamba huwezi kumtia Mungu hatiani. Vinginevyo wewe unaweza kaingia hatiani kwa kukosea. Na wakati ule wa mateso yako au mabaya hayo, unachotakiwa ni kuendelea kutii na kusimama. Endelea kutii na kukaa kimya kwa Mungu. Nasoma katika kitabu cha Ayubu 40 mstari wa 6. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, jifunge viuno kama mwanaume. Mimi nitakuuliza neno, nawe niambie, je, hata hukumu yangu utaibadilisha? Utanitia mimi hatiani upate kuhesabiwa haki? Hayo ni maneno aliulizwa Ayubu na Mungu. Kwa kipengele hicho cha B tumeona kwamba kumbuka Mungu huwezi kumtia hatiani, lakini si jifunze nyuma. Jifunze nyuma yale waliopitia wenye haki na wataua bila kumwacha Mungu au bila kumwasi Mungu. Kwamba inawezekana ukawa unalalamika kwa vitu vidogo na mambo mengine yanakupata mabaya, lakini wapo nyuma watu waliopata mabaya hata kuliko sisi. Unaweza kujifunza bila kumwacha Mungu. Lakini ujiandae kujaribiwa kwa vyovyote na Mungu kwa kupata ziki na mema. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na taraja au kujiandaa kwenye ufahamu wako na fikra yako. Jiandae hata kujaribiwa kwa hali yoyote, kwa sababu lazima tutajaribiwa. Kumbuka mwenye haki lazima ajaribiwe. Katika hali yoyote ile tunaweza kupitia, hata tukiwa ndani ya Mungu, tunajifunza kumwamini Mungu hata katika mabaya. Ujumbe huu inaomba kufikia kama ulivyo, ukusaidia kwenye maisha yako. Wewe ambayo yamkini unapitia mabaya, rafiki yangu, unapitia mabaya mama yangu, unapitia mabaya dada yangu, tangu uokoke rekodi yako bado ni mbaya. Lakini ukiangalia maisha yako umejitunza, umejilinda binti yangu, umejilinda kijana, umejilinda baba, umejilinda mama, lakini bado upo katika mabaya. Endelea kumwamini Mungu na kutulia kwake, kwamba bado anayajali maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa neno hili chache. Naomba utiwe moyo ukajengwe, usimwache Mungu kwa hali zote. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu ni mwema. Kupitia YouTube au Facebook, ujumbe utafika kwa watu hawa na wasikilizaji hawa. Baba Mungu, kuwatia moyo, kuwajenga na kuwaweka imara. Wapo watu wengine kwa wakati mwingine, wakati wa mabaya, wanaacha kukuamini wewe Mungu na kuanza kukata tamaa. Wakati mwingine katika mabaya tunajiuliza nimefanya dhambi gani? Lakini kumbe wakati mwingine Baba unapenda kutupitisha kwa nia njema kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Ninakushukuru kwa sababu Mungu kupitia ujumbe huu utatusaidia na msikilizaji wangu. Mungu akubariki sana wewe ambaye utanipata kwa njia hii na kunisikiliza. Asante kwa kunipa muda wako mzuri. Barikiwe sana. Majina yangu naitwa Andrea Labani Danieli, ni mchungaji, napatikana Mmeatu, Simiyu. Mungu akubariki sana. Amen, amen.